لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile ndo kipenzi cha umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia tukaweza kujumuika katika mojawapo wa nyumba zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoweza kutukutanisha katika nyumba yake katika ardhi yake tukufu, asitukoseshe Jannatul Firdaus tuwe na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Vile vile tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila ambaye kwamba aliomba na maradhi, walioko majumbani, walioko masitani, walioko safarini kutafuta matibabu, hata wengine tuko hapa misikitini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie shifa insha Allah Ta'ala. Na vile vile tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila ambaye kwamba aliondoka katika mgongo wa ardhi, wakiwemo mashehe zetu, wakiwemo walimu zetu, wakiwemo Waislamu wenzetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayajalie makaburi yao yawe rawdhatan min riyadil janna. Ndugu zangu Waislamu, katika mada ya siku kama hii ya leo insha Allah Ta'ala, kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutazungumza jambo ambalo kwamba ni muhimu katika jamii kulitambua. Ahamiyatul masajidi fil mujtama'i, umuhimu wa kuwepo misikiti katika jamii. Haya misikiti ambayo kwamba yako katika jamii zetu, yani yana alaka gani na Uislamu, yana mafunzo gani katika Uislamu, yana dori gani katika Uislamu, yana umuhimu gani katika mujtamaa wetu tunaoishi, ina umuhimu gani katika uongozi ambao kwamba tuko nao. Haya misikiti ambayo kwamba sisi twayaona, ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kwamba wa annal masajida lillah, hakika misikiti ndo nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yana mwongozo gani katika jamii? Yana mwamko gani katika jamii? Yana umuhimu gani katika jamii? Yani yana mafunzo gani katika Uislamu? Yani umuhimu wa kuwepo misikiti yana umuhimu gani katika jamii zetu? Tukaona katika jamii zetu mambo ambayo kwamba yalozorotesha jamii zetu ni kukosekana umuhimu wa kuwepo misikiti. Wakati tulipopotelea mbali misikiti na tukawa hatujali umuhimu wake na tukakosa umuhimu wa kuwepo katika misikiti, ndo mambo maafa makubwa yalojaa katika jamii zetu. Ndo mwenye kusema akasema, almasjidu, haya misikiti, qulubul mujtamaat, ndo mioyo ya jamii. Yani kuwepo msikiti katika jamii ndo moyo wake. Afaa ajue kila Muislamu kuwepo msikiti katika jamii
ndio moyo wa Muislamu. Ndio wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama wakati alipoingia katika mji wa Madina aliyafanya mambo matatu muhimu. Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokura kutoka mji wa Makka, alipofika tu katika mji wa Madina aliyafanya mambo matatu, ambao kwamba haya mambo matatu ndio mwongozo wa maisha yetu. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallama aliweka undugu baina ya muhajirina wal ansar. Aliweka undugu wa kudumu, undugu ambao kwamba ndani yake uliojaa mahaba, undugu ambao kwamba uliojaa ukweli ndani yake, baina ya muhajirina wal ansar, tena wa kila aina, mpaka undugu wa kikabila, mpaka undugu wa kiuchumi. Mtume sallallahu alaihi wasallama aliunganisha undugu kisawasawa, akaziweka kabila zote ni moja, akaweka mfumo mzuri wa kiuchumi Mtume sallallahu alaihi wasallama. Jambo la pili aliloliweka Mtume sallallahu alaihi wasallama ni ile katiba ambayo kwamba aliyoiweka katika mji wa Madina, baina ya Uislamu, baina ya Mayahudi, baina ya kabila zilizoko pale, mkataba wa amani. Aliweka mkataba wa amani, mkataba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuweka mkataba wa amani, mkataba wa kuhami. Jambo la tatu aliloliweka Mtume sallallahu alaihi wasallama, aliujenga msikiti, aliumarisha msikiti, akaiweka ndo nyumba ya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuibakisha ni nyumba ya ibada peke yake, akaiweka misikiti ndo nyumba ya elimu. Elimu ikapatikana katika msikiti, ibada ikapatikana katika msikiti, mashauriano yakapatikana katika msikiti, uongozi wa Uislamu ukapatikana katika msikiti. Ndio malengo ya misikiti ambayo kwamba alotufahamisha sisi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio mwenye kusema akasema, hakika ya misikiti ndio mioyo ya jamii. Wakati yatakapotengea misikiti, idha salahat masajid, misikiti yatakapotengea, mambo yake yakawekwa kama vile amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi jua jamii ishatengea, jamii ishakuwa sawa, jamii ishakuwa na uongozi, jamii ishakuwa na maendeleo, jamii ishakuwa na tabia, jamii ishakuwa na menendo, jamii ishakuwa katika njia ambapo kwamba anaoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, njia alokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ndio akiendelea kuendeleza kuizungumza misikiti akasema, almasjidu laysa makanan lisalati faqat. Haya misikiti malengo yake hayakuwa kusimamisha ibada ya swala peke yake. Haijawekwa misikiti yakawa malengo yake thabit, yani hayana malengo mengine isipokuwa watu kusimamisha swala peke yake, isipokuwa watu kuja kuswali peke yake, sio malengo ya misikiti. Akaendelea akasema, bal madrasatun liliman, bali ni madrasa ya watu kujengeka kiimani, ni madrasa kamili ya kumjenga mtu imani yake, imani ya kuisoma Qur'an, imani ya kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imani ya kuijenga ya Muislamu yapatikana msikitini. Akaendelea akasema, wa masna'u lil akhlaq, na ni sehemu ambayo kwamba ni factory ya kutengeza watu tabia zao, watu kuwa wakweli, watu kuwa waungwana, watu kuwa na tabia, watu kuwa na mienendo, watu kuwa na maneno mazuri ya kuwatengeza
sawa sawa tabia zao. Yani ni sehemu kamili ya kumtengeza mtu tabia yake. Yani yatengeza Muislamu kamili ni kuwa ni mkweli katika maneno yake. Muislamu kamili ni kuwa na matendo mazuri. Muislamu kamili ni kuwa na mambo anamridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atengeke kamili kutokamana na maneno yake, kutokamana na maangalizi yake, kutokamana na masikizi yake, kutokamana na mikono atakayoyagusa, kutokamana na miguu ambayo kwamba sehemu atakazokwenda. Yani ni mfumo kamili uliotengezeka kumjenga mtu tabia zake, kumjenga mtu mwenendo wake. Akaendelea akasema wa minaratun lilhidayah, ndo mnara wa watu kuongoka, kuwa katika njia ya sawa, kuwa katika njia nzuri, kuwa katika njia ya amani, kuwa katika njia ya mapenzi. Ndo malengo ambayo kwamba yalowekwa misikiti. Misikiti ni sehemu pekee ambayo kwamba ni madrasa kamili mtu kusoma ndani yake. Ndo akaendelea ya kwamba mambo muhimu ambayo kwamba yalofanya haya misikiti yakakuwepo. Akaeleza ya kwamba almasajidu buyutullahi fil ardi. Ni sharti mimi na wewe kwanza tujue hakika misikiti ndo nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ardhi yake. Wa anna almasajida lillah. Ni kwanza mimi na wewe ni sharti, jambo la kwanza tujue haya misikiti malengo yake ni kuwa ni nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kif mimi na wewe tutakapokuwepo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi na wewe tutafaa tuwe namna gani? Ni swala ambalo kwamba tujiulize. Katika misikiti tushaambiwa ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama nyumba zetu namna tunavyozipamba, tunavyoziweka uzuri, tunavyozinadhifisha, tunavyozipamba katika kila aina ya mapambo nyumba zetu. Ukiingia kila aina ya nyumba, angalia mapambo yaliyowekwa katika nyumba zetu. Itapatikana wifi ndani yake, itapatikana stesheni za kila aina, itapatikana TV kubwa, itapatikana kila aina ya mapambo katika nyumba. Tukijua sisi ndo wamiliki wa nyumba zetu, namna gani hali ambayo kwamba mimi na wewe tofaa tuwe kujua ya kwamba wa anna almasajida lillah, hakika hizi misikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tofaa tuwe namna gani katika nyumba za Mwenyezi Mungu? Heshima tutakaoweko katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, matambulizi yetu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, tofaa tuyapambe gani nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tuje kwa nia gani? Tuje na mioyo aina gani? Umekuja katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya mimi na wewe tushajinadhifisha nguo zetu, tushazipamba nguo zetu kwa kila aina ya namna, tushajitia manukato kuingia katika nyumba za Mwenyezi Mungu. Je, katika vifua vyetu tumesafisha mioyo yetu? Tumeajenga mioyo yetu? Tumeondoa madhara ambayo kwamba yako katika mioyo yetu? Umeingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi utajipamba ndani yako? Mimi na wewe tutajipamba vipi? Angalia namna utakaopamba moyo wako, na ndo sehemu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yoiangalia. Uko katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, na sehemu anayoiangalia ni mioyo yetu. Namna gani mimi na wewe tumeyapamba mioyo yetu wakati tumeingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu? Tumejiandaa vipi na mioyo yetu tukiwepo katika nyumba mojawapo wa nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ahabbul biladi ila Allah, sehemu anayoipenda zaidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwona mja wake ni katika nyumba zake.
tutajinadhifisha katika mambo ambayo kwamba ya muhimu kutambua misikiti. Kwanza ni kujinadhifisha mili yetu, tujinadhifishe mioyo yetu, ndio tuingie katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema jambo lingine, misikiti umuhimu yake, almasajidu marakizul ibadati wa taa, ni sehemu ambayo kwamba yapatikana ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na namna ya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kefu mimi na wewe tushajinadhifisha namna ya kujinadhifisha, tushautambua msikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baadaye tuwaingia katika ibada ya Mwenyezi Mungu, imma ibada ya swala. Tuko katika ibada ya swala, tuko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, twamhutubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukimwambia maneno mazuri, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe uko tayari mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ibada ninayoifanya ni kuyafuata yale ambayo kwamba ulioniamrishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni amri yako, hii ibada, na iswali vile unavyotaka wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waisimamisha ibada ya Mwenyezi Mungu anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu mwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakuna msaada ambao kwamba utakaonitosheleza mimi wa kila namna isipokuwa watoka kwako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa wataka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni sharti tuangalie ibada zetu, namna tunavyozisimamisha ibada zetu. Tuwazisimamisha tukiwa hali gani? Ile hali ambayo kwamba utakaosimamisha ibada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia ni hali gani wewe uko ndani yake. Kabla hujamhutubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia ile hali uliotoka nayo tangu nyumbani mwako mpaka ukafika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza hadithi ambayo kwamba iliyopokewa na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yoyote ambaye kwamba atakayetoka katika nyumba yake, wewe umetoka nyumbani ukiwa na udhu kamili, ushatawadhi, waelekea msikitini kuswali swala ya faradhi, yani nia yako tangu umetoka katika nyumba yako. Angalia ukubwa wa ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umechukua udhu sawa sawa, nia yako wewe ni kuelekea msikitini kwenda kuswali swala ya faradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam atwambia, utakapoinua hatua yako moja, ile hatua ya kusafisha wewe madhambi yako. Subhanallah, yani kila hatua utakayopiga, yani hatua moja ya kusafisha madhambi yako, hatua ya pili ya kupandisha daraja yako, yani wapanda daraja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabla hujaiangalia hiyo daraja, angalia daraja wapandishwa na nani? Yule anayekupandisha wewe daraja ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalal. Angalia taadhim ya mtu ambaye kwamba anayekwambia anakufutia madhambi yako, na daraja hiyo kupandisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, daraja ambayo kwamba mimi na wewe hatuwezi kuisawiri katika akili zetu, hazitoingia. Vipi ukiwa ndani ya swala, wewe umesimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo umetoka nyumbani waje msikitini, kefu namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa na khushu katika ile ibada Mwenyezi Mungu atakapokulipa. Kwa hivyo umuhimu wa misikiti kujua kwamba ni kusimamisha ibada ya Mwenyezi Mungu, na umuhimu wa misikiti
nikimaliza maneno yangu ni sehemu ambayo kwamba hupatikana elimu. Elimu hupatikana hapa, tabia hupatikana hapa, mwongozi hupatikana hapa, menendo hupatikana hapa. Watu wote waliofaulu walipitia misikitini. Markazi ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba ilikuwa ni jamia ya kwanza, walitoka kina Sayyidina Abi Bakr, walitoka kina Sayyidina Umar, walitoka kina Sayyidina Uthman, walitoka kina Sayyidina Ali, walitoka kina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, walitoka kina Umayya bin Ka'b, radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie wao, walitoka kina Ibn Abbas. Katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilitoa wanazuoni kama hawa, ililea wanazuoni kama hawa. Wakitajwa lazima tuseme radhiyallahu anhu. Walitoka katika misikiti ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilitoka elimu ndani yake, ikatoka uongozi ndani yake, ikatoka mahaba ndani yake, ikatoka akhlaki ndani yake, ikatoka mienendo ndani yake, ikatoka kila aina, zilitoka katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kiongozi wake alikuwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana. Inshallah Ta'ala, baada ya swala tutaswali swala ya maiti ghai ya mzee wetu kwamba alotondokea jana Muhammad mzee. Inshallah Ta'ala tutamswalia hapa na tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie haya ambayo kwamba tunayazungumza katika hasanati zetu inshallah Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.